Leo nagetio giki mujitekerie jete the head of creative and presidential project Mheshimiwa Dennis Itumbi. Tumpigie makofi. Asante sana. Ngai ni mwega na hĩndĩ ciothe. Kanisa committee, Mheshimiwa Alice, who is also a very good friend and mentor, Senator mtarajiwa, na familia nimekuja kusema pole. Hata mimi nilisoma kwa mtandao na I come to say I stand with you. Na kama vile mheshimiwa amesema, siasa inakuja na inapita, but friendship never fails us. Ile siku wewe uko na kitu yako, ni mimi, si ule mheshimiwa unapenda sana atakuja. Wakati niko na kitu yangu, I expect you more than anyone else because you are my friend. That is our level. So don't lose friendship for politics. Mimi hata ukue wewe ndio una shout one time with the biggest volume, nitakuongezea volume. Alafu kwa debe mimi nitapigania two term yangu hadi shida. Sio? Tukikutana huko mbele, I will invite you for the inauguration of President William Ruto for the second term. That I promise you, I will give you an invite. And I will also give you an invite when we are swearing in Mama Simba as governor and Senator mtarajiwa. Because I'm sure they will give me a chance to invite people. Having said that, I only have 3 things to say and I will be very brief on them. Ya kwanza, pole sana. Kitabu ya Yohana 14:27. Yesu alisema, peace I give you. Alafu akarudia, hiyo ilikuwa koma, my. Unajua kwanza amesema peace I will give you, akaeka koma, akasema peace I will give you, my peace I will give you. Therefore those are the words that I leave with you, the peace that Jesus himself promised to live with you and give you, because there is nothing else that I can give. And also to tell you, our brother may have rested, but they say brothers don't die. They just become a permanent laughter in our hearts. That's number 1. Number 2, Karago Bishop Mwangi amekwambia kitu ya maana sana. Akwira atiriri okire owo. Eyo tore evangelist Kiama oigire akina wigoro gukira owo. Ona bara yenene gukira owo. Todo ona akauga atiriri rwibonero wake. Dakira owo todo ndona kwĩwega muno gukira owo. Number 3. Hiyo ni injili yako. Sasa yangu, kwa sababu huyu Bishop Mwangi yako niongelesha, aliongea akasema wewe unyamaze. Hakusema Dennis anyamaze, hakusema Mrigo anyamaze. Sasa mimi kwa sababu niko na microphone after a long time na mambo mingi imesemwa na jamaa fulani. So whether you agree with me, kwa sababu nimeona mtu wa DCP hapa, it's okay. So it is good for me to say this today. Ndugu Geoffrey, please wachana na mimi. Si ulisema mimi ni mtu mdogo sana? Please wachana na mimi. Na kuomba tafadhali wachana na mimi. And for this reason, and I will not answer you, I will not take this opportunity to say so much, but I will answer you with the words of Kenny Rogers in the county music song, Coward of the County. That I have been quiet. Ukasema mimi naongoza goons, ukasema mimi nilipewa ofisi ya Kibaki, ukasema mimi ndio na run serikali. I have been quiet because I believe in that song that you do not have to fight to be a man. But very soon, in the next few days, because that song ends by saying, sometimes you have to fight to be a man. Nipe hii pesa. Nitafanya hii pesa kwa njia mbili. Tulikuwa Mheshimiwa Alice alikuwa kuja na hii pesa, lakini akaniambia huenda akachelewa, so akasema nikuje nayo kwa sababu yeye ndiye alikuwa mpigiwa na rais akuje nayo. So lakini kwanza kabla nifike kwa hiyo, Tabitha Wanjiru wa Kagema, Waboi kuja. Hii pesa, kuna ile pesa nitatangaza hapa, hiyo ni pesa ya kwenda kwa mazishi, si ndio? Lakini tumesema huyu Tabi ako na mtoto, na amewachwa na ako na mambo ya familia. Kwa hivyo kuna pesa sitaweka hapa kwa treasurer na committee, nataka niweke kwa mikono yake. Ile pesa mimi kama Dennis ningepeana ilikuwa shilingi 1,100, nataka niweke kwa mikono yake. Moja kidogo, nipe nyingine.
Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, majority leader, amenituma na shilingi 1,100. Ingawa alikuwa amenituma kuweka kwa kamiti, si mimi ndio nimetumwa? Si yule ametumwa anafikisha pesa, alafu anaamua vile atapeana. Naweza amua nipeane na M-Pesa ama nipeane direct. So nimeamua nitoe na cash na iende kwa mikono ya huyu. So 200,000 iende na Tabitha ndio waweze kufanya mambo ya nyumbani pale. Kwa sababu baada ya mazishi kuna mambo ambayo itakuja kwake ambayo ni yake. Si ndio? Alafu hebu nipigie Brian hapo. Kwa hiyo miezi, leo ni August. Mpaka August hiyo ni mpaka July next year, hiyo ni miezi 11. Mimi huyu dada kwa hiyo nyumba ndio aweze kulipa rent, wasirudi kwa hiyo maneno, mimi nimtafutie wacha nione nitakupatia pesa ngapi, wacha hiyo simu ipigwe nione ni ngapi iko. To make sure kwamba yeye anaweza kulipa rent kila siku, mtoto asikue nyumbani ati hajaenda ati kwa sababu kulikuwa na mazishi, na asifanye harambee nyingine, akuwe na kitu ya kufanya, si ndio? Bwana Brian. Brian, habari yako? Poa sana. Unajua kuna ukikuwa rafiki yangu lazima unakuwa na shida kidogo. Kabisa. Uko hivyo unajua? Kabisa. Sawa, kwa sababu pia unakuwa na advantage, pia lazima ukuwe na maneno. Sasa kwa hiyo kampuni yako mimi nataka favor. Nataka unipatie kazi ya mtu mmoja, na mimi sitaki afanye kazi. Nataka kazi yake ikuwe kutokea town na anachekesha watu, alafu anarudi nyumbani. Sasa mimi nataka unitafutie kazi. Kwanza uko na hiyo kazi? Nitatafuta kwa ajili yako. Na hiyo kazi uko na kazi ya pesa ngapi? Itapata kama 15 hivi. Niongezee 5 at least ifike 20. Ni sawa. So huyu Karo atakutumia majina ya huyu Tabitha. Uweke, yes. Nitafutie tafadhali, na isikae sana. Utaanza lini? Inaweza anza hii mwezi? Inaweza anza hii mwezi. Kwa hivyo August atakuwa na mshahara. Yes. So kuna msichana anaitwa Karo, unajua Karo mwenye hii simu? Yes. Karo upangane na yeye, huyu akuwe na barua kabla ya kesho ishe. Sawa. Nashukuru sana. Asante sana. Sasa kila mwezi mpaka July next year mimi nimekutafutia kazi ya wewe. Ukishapona, ukishafanya hii mambo, lazima uende kwa hii mambo, lazima ulie, lazima hiyo uchungu usikie, kwa sababu ni kama kidonda, lazima uende hiyo process mpaka kidonda ipone, si ndio? Lakini hata wakati huo usiogope mambo ya rent, mambo ya chakula kwa nyumba. 20,000 shillings every month. Na sio tu kwa microphone, kesho huyu Karangu wa Muraya atakuwa na barua yako iko signed ndio ikuwe contract. Si ndio? Mungu akubariki tabia. Deputy President, fire si fire. Deputy President ni fire si fire? Yeah. Kithure Kindiki amenituma na shilingi 1,300. 300,000 Deputy President Kithure Kindiki. Rais wa Jamhuri ya Kenya, President William Samoei Ruto, 700,000 shillings. Sometimes you have to fight to be a man. Haya, situwapigie makofi vizuri. Very good. Leo mufea ndio natahena mheshimiwa wake. Is only to remind Mr. Itumbi kwamba my bishop Mwangi Zakayo Dirimo wa Bishop Day. Nilimwambia hakuchukua simu, tumalizane hiyo maneno leo na bishop wangu hapa. Mpange ile maneno tulikuwa tumesema. Hiyo ni ukweli na nitafulfill. Lakini kuna sijui kama bado hapa kuna evangelist aliambiwa ahubiri